Hizi ni wako Anko Sekalema. Tunaanza sasa. Siku moja, bosi wa kampuni yetu aliniita kwenye ofisi yake. Nilipoingia, alinitazama moja kwa moja na akaniambia, naona wewe ndio mtu pekee ambaye amebaki mwaminifu na mwadilifu katika kazi. Nina misheni muhimu sana kwako. Utaenda kijijini kutazama namna watoto yatima wanavyoishi huko, kisha utatengeneza ripoti kamili. Alinyamaza kidogo, kisha akaongeza, nasikiliza vizuri. Mkirudi, wewe ndio utachukua nafasi yangu. Utalikuwa bosi mpya wa kampuni. Mimi nitaenda kushughulikia mradi mkubwa mwingine. Lakini lazima uchague mtu mmoja wa kampuni ambaye mtaenda naye kijijini. Mkirudi, wewe utabaki bosi wa kampuni na yeye atakuwa mjumbe wako. Nilishangaa, lakini nikajawa na furaha na heshima. Baada ya mazungumzo hayo, nilienda kumweleza rafiki yangu mkubwa, Jack. Nikamwambia, rafiki yangu, huu ndio muda wetu. Baada ya misheni hii, mimi nitakuwa boss na wewe utakuwa mjumbe wangu. Maisha yetu yanabadilika. Jack alitabasamu kwa furaha, akapiga kelele, wow! Alijionyesha kama ana shangwe, lakini ilikuwa unafiki mtupu. Ndani ya moyo wake kulikuwepo uwivu mkali. Usiku huo huo, wakati mimi na Jack ninajiandaa kwa safari, Jack alienda kwa siri kwa mganga wa kale anayefahamika kwa nguvu za kiutamaduni. Mganga alipomtazama, alitabasamu kwa furaha ya ajabu. Kisha akamwambia Jack, nimeona kila kitu kilicho ndani ya moyo wako. Ninaona una hofu ya kuachwa nyuma. Siku ya leo nitakupa ulichokuja kutafuta. Akatoa kifuko kidogo kimejaa unga ya rangi wa dhahabu. Kisha mganga akaongea kwa sauti nzito, unga hii utaipaka kwenye miguu yako kabla ya safari. Itafafanua njia na utaona kila hatari kabla haitokei. Kisha mengi yake utayapaka kwenye uso na macho ili kuficha nafsi yako kutoka kwa roho za misitu na majini ya maji. Mganga akaendelea, na kabla ya kuondoka mjini, utahakikisha rafiki yako hapiti kwenye barabara kuu. Mtaenda msituni kupita kwenye mto na ziwa. Hapo ndipo nguvu za safari zitakapoamka. Kwa njia hiyo, yeye ataanguka na wewe utaokoka. Jack alikubali bila hata kujiuliza. Mazungumzo yao yaliishia hapo, hadi mpaka mganga akasema, enda sasa, kila kitu kimeshakamilika. Asubuhi lilipofika, mimi na Jack tukaenda ofisini kwa boss kupata fedha za safari. Bosi alitukabidhi fedha za kununua tiketi ya ndege, akisema, msisumbulike na njia ndefu, ndege itawafikisha haraka na kwa usalama. Nikamgeukia rafiki yangu, nikamwambia, basi twende uwanja wa ndege tusichelewe. Lakini Jack alianza kuniingiza taratibu kwenye mpango wake mchafu. Akaniambia, rafiki yangu, hakuna haja ya kuharibu fedha za ndege. Tuache hizo fedha zikae kwenye familia zetu. Sisi ni wanaume, tunaweza kutembea umbali huu. Tutafika haraka tu, na pia safari kupitia msituni na mto ni fupi na salama. Aliongeza kwenye unafiki mkubwa. Akaniambia, pia mwisho wa safari bosi mkuu atakupa nafasi yake. Hatutakuja kujuta. Nilikuwa namwamini kama ndugu. Nikasema, huu ni ushauri mzuri. Sikujua kuwa ndani ya maneno yake kulikuwepo kifo changu. Tukachukua fedha za tiketi ya ndege, nikazipeleka nyumbani kwa familia ili watumie kwa mahitaji yao. Kisha mimi na Jack tukaanza safari kwa miguu, tukiingia msituni mrefu. Tuliingia msituni kila moja na begi lake, huku nikiamini kuwa njia ilikuwa salama kama Jack alivyosema. Lakini hata hatukufika mbali, nilianza kuhisi jambo fulani haliko sawa. Jack alionekana kujua njia kila mahali, kama mtu aliyekwisha pitia sehemu hiyo mara nyingi. Miti ilikuwa mirefu na sauti za ndege zilikuwa zimepotea. Hewa ilibadilika, ikawa nzito kama sehemu iliyo na roho za kale. Saa zilienda. Hatimaye tukafika katika eneo halikuwa na miti. Palikuwa na ziwa kubwa lisilo na mwisho, lile jiji la majini na nguvu za giza. Maji yake yalikuwa ya rangi ya bluu kuu iliyochanganyika na upepo wa baridi ambao haukuwa wa kawaida. Nilihisi giza ndani ya yale maji. Nikamwambia Jack, rafiki yangu, mbona hatujaona mtu wala nyumba tangu tuanze safari? Na hili ziwa linatisa kidogo. Jack alinitazama kwa tabasamu la hila. Kisha akasema, usiogope. Tunachohitaji ni kuvuka tu hii kando, kisha njia inakuwa fupi. Nilipoangalia kwa makini, niliona kuni na vigonga vimefungwa kwa kamba.
Jack alikuwa ametayarisha mtumbui wa bandia uliokuwa umechoka. Akaniambia, tutauvuka tu, huu mtumbui ni wa kujisaidia tu. Nikakubali kwa sababu nilimwamini. Tukaingia kwenye mtumbui. Tulipofikisha kati ya ziwa, ghafla upepo ulibadilika, ukawa mkali kuliko kawaida. Maji yalichafuka kwa ghadhabu kama ya kitu kilichokasirika chini ya maji. Nikamtazama Jack. Alikuwa kimya mpaka nilihisi joto la hofu kwenye mfupa wa mgongo. Ghafla Jack akasimama kwenye mtumbui na kusema sauti ndogo, rafiki yangu, samahani, lakini mimi siwezi kukosa nafasi ya kuwa na umri mrefu kazini. Hii ni njia pekee kuhakikisha mimi ndiye nitakayerejea. Nilistuka, nikajaribu kusimama, lakini kabla sijaongea, Jack akakanyaga upande wa mtumbui. Mtumbui ukageuka ghafla na mimi nikaanguka ndani ya maji yenye baridi kama kifo. Niliporudi juu kuchukua hewa, nilimwona Jack akiwa amekwisha ruka kwenye ufuko wa mawe akikimbia mbio kama mwitu. Nenda salama anko, bye. Mimi naenda kuenjoy kwenye cheo chako, kubali matokeo. Ndivyo alivyosema kabla hajapotea katika miti. Nilijaribu kuogelea, lakini maji ya ziwa hayakuwa ya kawaida. Kila nikichota nilihisi kama mikono ya maji inanivuta chini. Ule upepo ulio na sufu ulienda kama fusi ya kulia kicheko. Ghafla kitu kikubwa kilipita chini yangu, kama samaki wa majini, kama kiumbe kikubwa, sikujua. Nikajaa kupoteza fahamu. Nilipoamka sikuwa kwenye ziwa tena. Nilikuwa kwenye pwani ya mawe mbele ya mlango mkubwa uliochongwa katika mwamba mweusi. Kulikuwa na nguvu ya giza na harufu ya udongo wa kale. Na ndivyo nilivyopelekwa katika kisiwa cha wanawake nyoka. Kisiwa ambacho hakipo kwenye ramani yoyote, ambacho wanaume wanaingia mara moja tu na hawarudi tena. Nilipokuwa nimetamka yote haya ndani ya moyo wangu, sauti nzito na ya ajabu ikatoka ndani ya ule mlango mkubwa wa mwamba. Ameamka. Mawe yakaanza kutetemeka kwa nguvu, kama kile kisiwa chote kilikuwa kinapumua. Mlango mkubwa wa giza ukajifungua taratibu kama mdomo wa kiumbe aliye na njaa ya karne. Nikawa na hofu kubwa, lakini miguu yangu haikuwa inanisikiliza. Iliamua yenyewe, ilinisukuma kuingia. Ndani ya pango kulikuwa na nuru ya bluu inayong'aa, lakini haikuwa nuru ya kawaida. Ilikuwa kama moto wa roho. Hewa yake ilikuwa nzito, kama sehemu ambayo watu wengi walikufa na roho zao zilibaki zikiangalia. Ghafla nikasikia kusogea kwa vitu kama mawe na nyasi, lakini haikuwa nyasi, zilikuwa mikia ya kiumbe. Na hapo ndipo nilipowaona wanawake nyoka waliozungumza kabla ya kuanza simulizi. Walikuwa kama wanawake wa kawaida kwa juu, lakini chini miguu ilibadilika na kuwa mikeka ya nyoka iliyotambaa kama umeme, wakizunguka kwa duara la kubwa, wakinitazama bila kupepesha kope, maana hawakuwa na kope. Mtu mmoja aliyekuwa na magamba ya dhahabu na kichwa kilichofanana na kichwa cha mtu mzuri alikuja mbele yangu polepole. Akaniambia, karibu Anko Sekalema, mgeni wa mlango wa giza. Sauti yake ilipita katika masikio yangu kama mwangalizo wa kusikia undani wa mawimbi. Nikashtuka nikasema, mimi nimepotea, sijui ni wapi hapa. Naomba mnisaidie kutoka eneo hii, sifahamu kitu. Lakini wao hawakuogopa wala kushangaa. Badala yake walicheka kwa sauti nyemba nyemba hadi pazia kubwa la moto likatoka katika ukuta. Kisha mkuu wao, yule wa magamba ya dhahabu, akasema, hujaletwa hapa kwa bahati mbaya. Umeletwa kwa sababu ya tamaa ya mwenzi wako. Lakini hajui kwamba umefika katika dunia ambayo ina mipaka yake. Hajui kwamba aliyetakia kupotea anaweza kuinuka. Nikataharaja, unamaanisha nini? Mkuu akaashiria wengine wote watoe njia. Nikapelekwa mbele ya kioo kikubwa kilichotengenezwa kama maji yaliyogandishwa. Kioo hicho kilianza kuonyesha picha za dunia ya nje. Na hapo nikamwona Jack. Jack alikuwa akitembea kwa haraka kwenye kibanda cha usafiri wa magari, akiwa anagongwa na watu kwa haraka haraka. Aliwaambia watu, nimempoteza rafiki yangu ziwani, ni ajali. Alionekana kuilia hali ile, lakini niliona jinsi akivuta machozi ya uongo. Mkuu wa wanawake nyoka akaniambia, huyo ndiye aliyetakia ufe, lakini ulivyogusa maji ya ziwa letu ulichaguliwa. Nikataka kumuuliza, kuchaguliwa kwa nini? Badala yake walipiga mikelele ya ajabu kama umbo wa siri. Ghafla pale pale kioo kikawa kinaonyesha mlango mwingine, mlango wa kijani mwanga.
mkuu akaniambia, kama unataka kurudi na ukweli, akaniangalia moja kwa moja, lazima upite mitihani mitatu ya kisiwa hiki. Ukishindwa, utaishi na sisi milele. Hewa ikapotezea nguvu. Mioyo yao ilianza kupiga kama ngoma za kisasi. Nami nikasema kwa sauti ya kujikaza, niko tayari. Kisha mkuu akasema, mtihani wa kwanza, angalia macho yangu. Usifunge macho, usiheme, usiangalie chini. Macho yake yaliwaka kama jua la karibu. Mwanga ule ulikata maisha ya macho yangu kama wembe, ukapiga hadi ndani ya ubongo. Lakini mimi nilisema mpaka nishinde mtihani huu. Nilitazama, nikavumilia huo mwanga, na mtihani wa kwanza ikapita, nikafaulu. Mkuu akasema, mtihani ya pili, unatakiwa uingie kwenye chumba cheusi na utafute fimbo cheusi. Nikaingia kwenye chumba kizito kama kaburi. Kulikuwa kiza kama funiko la sanduku la wafalme wa kale. Mwanga wa macho yake ulikuwa bado unanichoma, hadi nikaona kila kitu kimekuwa weusi kuliko kawaida. Nilitafuta kwa mikono, nikapapasa kuta, nikatembea kama mtu asiye naye macho. Nilitafuta fimbo, lakini sikupata hicho fimbo. Nilifeli mtihani wa pili. Mkuu akasema, tumanize na mtihani wa mwisho. Mtihani wa tatu, mkuu alinipa fimbo cheusi, kisha akasema kwa sauti ya chini, ndani ya chumba cheusi kuna mtu mweusi. Ukimuona, umpige fimbo hii. Lakini sikuona mtu na sikusikia hata sauti ya mtu humo. Lakini nilitikisa fimbo kwa ujasiri, nikapiga mbele yangu. Lakini nilipopiga, nilipigia kimvuli tu. Na hapo ndipo nikajua nimeshindwa. Kisha nisikia sauti ikisema, mme wa kisiwa, mwanaume wa wanawake 300, hatutakuua, utaishi hapa. Wakapiga ngoma, ardhi ikatingisika. Wanawake nyoka 1000 wakajaa. Mkuu akasema, sasa anza maisha yako. Hapa ndiyo ulimwengu wako mpya, na hawa ndizo wanawake zako. Karibu katika ufalme wetu. Mimi nikabaki kimya. Niliona majina yao, nyuso zao, mikoa yao ikitambaa kama maji ya usiku. Wakanizunguka, wakapiga kelele za karibu, wakasema, mme wa wanawake 300. Siku moja nikajaribu kutoroka, lakini nilipokanyaga mchanga, mara moja mikuki ikaanza kutoka udongoni na mchanga ukaanza kulipuka. Mashimo yakafunguka. Ilikuwa kama ardhi inaniambia, enda ufe, kaa uishi. Nikajua kabisa nikiondoka na kufa. Nikabaki hapo. Kwao kulikuwa kioo cha maji, kioo cha kuona ulimwengu wa wanadamu. Nilipotazama, nikaona familia yangu ikilia, ikihangaika kwa sababu mimi ndiyo mtegemeo wao. Nikaona mke wangu akitembea kwa uchovu. Kisha kioo kikanionyesha Jack, rafiki yangu aliyenisaliti, rafiki shetani. Nikaona jinsi alivyoenda kwa boss, akaongea uongo. Akasema, anko alishakufa, kwa hiyo nipe nafasi yake, nafanya kazi vizuri zaidi yake. Boss akamtazama tu, kisha akasema, kama anko hayupo, hakuna kazi. Boss akafunga kampuni. Jack akakosa cheo hile, akapoteza ndoto yake. Nikaona kwa upande mwingine muganga anavyomsukumia Jack pepo ili awe kichaa, kwa sababu Jack akimulipa chochote. Jack alimwahidi kumulipa milioni 3, ila akulipa hata laki. Jack alishikwa na pepo na mara moja alianza kuchezea mayalani.